Umeonyesha ujasiri na msimamo. Ile mahali kidogo ulikuwa umekosea ni kuleta Ruto. Na alafu ulichukua rafiki yangu Mudavadi ukapelekea Ruto. Sasa Mudavadi ametokomea huko kwa Ruto, but you stand out. You have a literary mind. You are very innovative. You are creative. Amkwasha utakuwa creative, usaidie watu wetu wa Kakamega kama gavana ambaye anakuja in the next round bila wasiwasi. Kwa hivyo mimi kama Wiper leader, Wiper Patriotic Front, nataka niseme whenever the next elections will be here, Wiper itasupport Malala wa chama cha DCP. Mtanisaidia kufanya hivyo? Wangapi wanasaidia kufanya hivyo? Na wewe Malala, because I know you have ability to organize. Nakumbuka ile wakati wa by election pale. Ilikuwa wapi pale? Matungu. Ndio niliona huyu jamaa ako na ability ya kuorganize. Sasa tumia nguvu zote. Hakikishe Kasongo ni one term. Wangapi wanasema ni one term? Sema one term. Hata yeye angefurahi kwamba tunasema one term, because one term inamaanisha atufikisha 2027. Lakini Wakenya wamechoka, wanasema half term. Ama namna gani? Kwa sababu kama aliahidi vijana mtaandikwa kwa mpatiwe nafasi kwa jeshi, na hata hiyo jeshi yetu nataka niwaambie. Mnaona hawa polisi hapa? Hawa polisi wameumia kushinda nyinyi, because wanatumiwa vibaya. Badala Ruto awe na imani na polisi, anaenda analeta magun, anawapa rungu, wanaenda kusaidia kupiga watu, na sio kazi ya polisi. Hiyo ni aibu ama si aibu? Aende asiende? Na wao kila Mkenya ambaye analipwa mshahara au askari polisi wakiwepo, wote wanalia. Tena hata isikiza mahali mulikuwa vijana wapelekwe. Ingawaje hatutaki kuweka siasa kwa wanajeshi wetu, lakini tangu Kenya ijinyakulie uhuru, hakuna wakati jeshi imeenda kununua chakula. Yaani pesa za kina Ruto wamemaliza. Askari jeshi sasa badala kupatiwa ile kombo yao, anaambiwa leta ukanunue chakula yako. Kuanzia tarehe 1 mwezi huu, tangu wakati wa Kenyatta na Moi na Kibaki na Uhuru, jeshi imekuwa yenye heshima kubwa sana. Kwa hivyo mimi najua tuko tayari. Ni wakati wa kukomboa Kenya na msirudi nyuma. Bora mchukue kwanza kipande ID. Wangapi wako na ID yenu hapa? Kama imepotea, kwenda tafuta haraka sana. Na wakati wa kuchukua kura, chukueni. Safaria kutakuwa mambo ya kuiba kura tena. Majensi wataenda katika kila kituo, vituo vyote vikiwa 50,000. 2 agents wa JC. Mara kura zikipigwa, haitaenda kwa Bomas, itaenda moja kwa moja kwa Presidential Tallying Center, kwa sababu katiba inasema sheria mahali ukipiga kura kama hapa Navokolo ni final. Hakuna tena, inaenda moja kwa moja. Kabla ya siku 2, saa 2 siku inayofuata tutakuwa tumepeleka Kasongo nyumbani. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Harambee! Thank you. Governor anatembea, apewe mic. Haya. Bandu wewe Mulembe. Mulembe Lundi. Mulembe Soya. Mulembe Te. Mulembe Mie. Mlibalamu. Masangalile bageni. Sasa watu wetu, ukombozi wa Kenya kutoka kwa utawala mbaya umeanzia leo Kakamega. Na Navokolo ikiongea, Waluya wameongea. Ama namna gani? Ama mtaanza kurudi nyuma kwa sababu ya uongo? Semuko chonjo. Mimi huwa naambia watu kwamba jamii yetu ya Waluya namba 2 Kenya kwa idadi ya watu. Lakini wakati masuala ya kitaifa yanaongelewa, hatuko kwa hiyo meza. Tunachagua viongozi ambao ni waoga, hawezi kuambia serikali chochote.
Ni mnakubali maneno? Tangu lini Muluya akaanza kuwa mtu muoga? Hadi tunakuja mkia kama mbwa, tunakubali hiyo? Tunakubali hiyo? Mambo ya kupewa kazi ya uyaya ya umaid, mambo ya watchman tumesema nini? Mambo chimba makuburi, mambo ya kupasua kuni, mambo ya umaskini, mambo ya mapendeleo. Sasa sisi Mwenyezi Mungu ametuweka katikati ya historia ya kuvunja ile laana kwamba urais wa Kenya lazima kuwe ni Mkikuyu ama Mkale, si ndio? Nyinyi jamii namba 2 Kenya, mtasemaje hii maneno? Hii maneno ile kweli? Tafuta vitambulisho, si ndio? Tafuta kura, si ndio? Ikifika siku ya kura tujitokeze kwenda kupiga kura, si ndio? Ili wakati tunapanga masuala ya kitaifa tukue kwenye meza, tusikuwe tunakatia kama umbu ama namna gani watu yangu. Muko chonjo? Muko chonjo? Muko chonjo? Muko tayari kubadilisha Kenya? Muko tayari? Simeona Wakenya wametutembelea. Simeona Rigiji. Simeona Kalonzo. Tumekuwa na Matiang'i. Hiyo combination kweli nani ataishinda? Unaona ataishinda? Mimi huwa naongea hivi natetea watu yangu, alafu jamaa wanakuja kunishika na nyinyi mnanyamaza bwana. Mtakubali maneno kweli? Katiba inatukubali tuongee, si ndio? Sasa watu wetu mchukue kura, tunataka kujikomboa. Mambo ya kuomba maendeleo kwa serikali tunamaliza 2027, si ndio? Sisi wenyewe tutakuwa tusema barabara ina Baholo inawekwa lami na inawekwa nini? Bila wengine wanawekea wama namna gani? Wakati wa kuomba na tuko wangi inakwisha 2020. 2020 mtasaidia Wakenya kuomboa Kenya. Watu wote wanatutegemea sisi, ndio kila mtu anakuja hapa, anakuja Western. Wanafikiri bado tutagawa kura. Mtakubali kugawa kura tena? Mtagawa kura? Harambee! Harambee! Wela bali ndoko. Wa mwisho sasa ni aliyekuwa speaker wetu bunge Bwana JB Turi, na ako na ndugu yetu Mokisa Turi. Wape mic tafadhali haraka kabisa. Baholo sikilizeni niwaambieni, hebu ndugu sikilizani niwaambie, wakati Kenya tukenda Ruto kaja mbele akapora uchumi wa vijana. Wananchi wote sasa wamekata, wana Kenya wote sasa wamekata, wamesema Ruto aende, arudi kule Sogoi, aende kuchunga kuku, aende kufuga ng'ombe. Na Baholo oye! Ruto aende akafuga kuku, na ile ameiba tuone mfuate mpaka tuchukue. Hatuwezi kumkubalisha ati akuwe anauza Zoia, anauza Mumias, ati alafu alete pale Sugoi ati ni kuku anachunga. Si lazima tufuate. Si ni mali yenu. Harambe. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba Ruto ni one term, aende Sugoi, alafu tumfuatishe kumweka. Lazima tuweke yeye kotini. Si ni kweli? Harambe. Asanteni sana ndugu zangu. Sasa watu wana Baholo tumekubaliana Ruto aende. Na amesema atatuma hapa Raila, ati Raila achukue kura mwenyewe. Pia Raila aende. Mimi nashukuru, Mwenyezi Mungu awabariki. Tunaenda sasa kule